Bwana asifiwe, watumishi wa Mungu. Ninawasalimu kwa jina la Yesu. Leo natamani tujifunze habari ya nidhamu ya Mkristo. Unapookoka kuna namna ya kuenenda, hauenendi kama mataifa yanavyoenenda. Maana Biblia inasema msienende kama mataifa yanavyoenenda katika ubatili wa nia zao. Tusoma katika kitabu cha Efeso sura ya 4 mstari ule wa 17. Kwa Mkristo ana namna yake ya kuenenda, nidhamu, kwamba Bwana, hapa nitakwenda na watu wa design hii, hapa nitaishia hapa, sitoambatana na huyu, nitaambatana na huyu. Nidhamu ya kuongea, kwamba kipi cha kuongea na kipi cha kutokuongea. Biblia inasema enenda na watu wenye hekima na utakuwa na hekima. Sio kila mtu ambaye utamweka karibu. Lazima nichague mimi niliokoka watu wa kwenda nao. Hii inaitwa nidhamu binafsi ya Mkristo. Kwa nini? Kwa sababu unapokoka unakuwa ni barua inayosomwa na watu na matendo yako yanajulikana. Kwa lazima uwe na nidhamu ya jinsi ya kuenenda kwako, ili unapoenenda wajue kwamba huyu ni Mkristo na Mungu anajisifia kupitia wewe kama alivyojisifia kwa Ayubu. Lakini maandiko yanasema kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6, bali yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yu hai. Yaani kuna watu wamekufa ingawa wako hai. Maana yake hawana uwezo wa kujizuia miili yao dhidi ya tamaa za mwili. Mwili una matamanio, lakini Mkristo lazima ajue kuweka mipaka, jinsi ya kuzuia mwili wake katika heshima na utakatifu. Kwa hiyo Mkristo lazima ujue namna ya kuzuia. Ukiona uwezi ukajizuia, basi umekufa ingali uko hai. Nini cha kufanya? Imekupasa kuliweka neno la Mungu ndani yako. Unahitaji kutengeneza maombi ndani yako ili Mungu akusaidie na kumwambia Mungu kwa habari ya haja ya moyo wako, na Mungu akusaidie ujiwekee nidhamu binafsi ndani yako, ili kwa kuenenda kwako Mungu atukuzwe kwenye maisha yako, na Mungu akusaidie katika jina la Yesu ninakuombea, amen.